Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Asante. Katika kijiji kilichojificha kati ya milima na mto mkubwa wa Olala, aliishi mwanamke aliyeitwa Adama, jina lake likimaanisha matumaini na faraja ndani yake. Lakini maisha hayakuwa mepesi kwa Adama. Aliolewa akiwa mdogo kwa mwanaume aliyeitwa James, na kwa pamoja walibarikiwa mtoto wa kiume waliyemwita Chidi, jina lenye maana ya Mungu yupo. Kwa miaka 5 ya kwanza, nyumba yao ilijaa kicheko. Chidi alikuwa mtoto mchangamfu na mwenye nguvu ambaye alipenda kukimbiza vipeo na kupanda miti ya maembe. Lakini kila kitu kilibadilika Chidi alipotimiza miaka 6. Asubuhi moja, aliamka akiwa na homa kali. Mwili wake mdogo ulitetemeka na hakuweza kusimama. Adama alimpeleka kwa mganga wa kienyeji wa kijiji Mama Zara, ambaye aliandaa dawa chungu kutokana na mizizi na majani. Lakini Chidi hakupata nafuu. Wiki zilisonga, mwezi baada ya mwezi, mtoto alizidi kudhoofika. Miguu yake ikawa membamba kama vijiti. Macho yake yaliyokuwa yanang'aa yakafifia. Hakuweza tena kukimbia wala kucheza na watoto wengine. Alishinda siku zake akiwa amelala kwenye mkeka, akishindwa hata kuhema vizuri, na ngozi yake ikaanza kuharibika. Wanakijiji wakaanza kunong'ona. Huyo mtoto amelaaniwa, walisema. Lazima kuna chukizo katika familia hiyo. Watu wa kijini, hapo mmoja baada ya mwingine, wakaacha kwenda kuwatembelea nyumbani kwao. Hata watoto walikatazwa kucheza karibu na nyumba ya kina Adama. Kisha likaja pigo baya zaidi. James, mumewe, mtu ambaye aliahidi kusimama naye wakati wa shida na raha, alifunga virago vyake usiku mmoja na kuondoka pasipojulikana. Siwezi kutazama mwanangu akipotea hivi, alisema kwa ubaridi. Huu ni mzigo wako sasa, James alisema. Adama aliachwa peke yake. Hana mume, hana familia karibu, hana marafiki na ana mtoto anayekufa. Aliuza vitenge vyake, nguo zake na hata mapambo yake ili kulipia matibabu zaidi. Lakini hakuna kilichofanya kazi. Alilia kila usiku akiwauliza wahenga, kwa nini? Nimekosa nini kustahili mateso haya? Kwa miaka 3, Adama alimtazama mwanawe akidhoofika kwenye mkeka bila msaada kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki zake. Kufikia wakati Chidi anatimiza miaka 9, alikuwa hawezi hata kuongea kwa sauti. Watoto wa kijijini ambao sasa walikuwa wakubwa, walirusha mawe kwenye nyumba yao na kumuita Chidi jina la kejeli, Aban, kwamba ni mtoto wa mizimu aliyekuja kuleta mikosi na nuksi kijijini hapo. Usiku mmoja, homa ya Chidi ilikuwa kali kuliko wakati wowote. Ngozi ya mwili wake ilianza kupata joto sana kiasi kwamba Adama aliogopa sana na kuanza kupata hofu kuhusu mwanae. Hakuwa na maji yaliyobaki kwenye mitungi yake ya udongo. Alihitaji maji baridi ya mtoni. Maji baridi zaidi yalipatikana sehemu za kina za mto Olala wakati wa usiku. Ingawa wazee walikuwa na maonyo makali kuhusu kwenda mtoni baada ya jua kutua, Adama hakuwa na chaguo. Ilimbidi aweze kwenda mtoni kusudi amuokoe mwanae kwa kuja kumkanda na maji hayo baridi. Adama alikuwa yupo tayari kufanya chochote ili mwanae aweze kupona haraka haraka. Alijifunga kanga yake iliyochakaa kiunoni, akafunga kitambaa kichwani, akachukua mtungi wake mkubwa wa udongo na kutoka nje kwenye usiku ulioangazwa na mbalamwezi. Adama akashika njia ya kuelekea mtoni. Njia ilikuwa nyembamba na yenye kona nyingi sana, na njia hii ilipita katikati ya nyasi ndefu zilizokuwa zikipigwa na upepo wa mtoni. Popo waliruka juu na kwa mbali ndege wa usiku waliimba nyimbo zao za upweke. Adama alipokuwa akitembea, alisali kwa sauti, wahenga, ikiwa mnanisikia, tafadhalini msaidieni mwanangu. Sina chochote kilichobaki kuwapa, sina mbuzi wa kutoa kafara, sina pombe ya mnazi ya kumimina, lakini ninawaomba, tafadhali okoeni maisha ya mwanangu Chidi. Mto ulitokea mbele yake kama kioo cheusi kinachoakisi nyota. Maji yalikuwa tulivu, lakini Adama alipokaribia ukingoni, alisikia kitu kilichofanya damu yake igande na mwili mzima ukaingia hofu kwa haraka sana. Ilikuwa sauti isiyo ya kawaida, ni sauti iliyokuwa ikiimba, lakini iliyovunjika na kujaa maumivu sana. Kama sauti inayojaribu kuunda maneno, lakini inakwama kwa mateso. Sauti ilipanda na kushuka, ilisikika na kupotea kama mawimbi yanayopiga miamba. Nani? Nani yuko hapo? Adama aliita, sauti yake ikitetemeka. Alitazama huku na kule lakini hakuona kitu. Kilio kiliendelea, kwa kukata tamaa zaidi sasa, kana kwamba yeyote au chochote kile kingeweza kuhisi uwepo wake. Mikono ya Adama ilitetemeka aliposogea karibu na ukingo wa maji, akikanyaga kwa uangalifu mawe laini ya mtoni. Mwangaza wa mwezi ulimulika maji, na hapo ndipo alipokiona kitu hicho. Kikiwa kimejinasa kwenye mizizi mikubwa ya mti wa kale wa wahenga, mti huo uliokuwa ukingoni mwa mto, kulikuwa na kiumbe kilichomfanya Adama ashtuke na karibu angushe mtungi wake wa maji. Alikuwa mwanamke,
lakini si mwanamke kamili. Kuanzia kiunoni kwenda juu, alikuwa na umbo la mwanamke mrembo, mzuri mwenye ngozi ya kung'aa sana tena kwa mwanga usio wa kawaida. Nywele zake zilikuwa ndefu na nyeusi, zilizoonyesha uzuri wake na urembo ukimwona. Lakini kuanzia kiunoni kwenda chini badala ya miguu, alikuwa na mkia mkubwa uliofunikwa na magamba yaliyong'aa kwa rangi nyingi. Adama hakuwa na majina ya rangi hizo zenyewe. Kiumbe huyo alikuwa na rangi ya fedha, kijani, bluu, zambarau, na rangi zote zikibadilika mara kwa mara akiimba. Samaki huyo nguva, kiumbe wa maji ya kina, alikuwa anakufa. Mkuki wa mvuvi, mkuki mrefu wa chuma wenye ukatili, ulikuwa umetoboa mkia wake. Damu nyeusi kuliko usiku wenyewe wa kiza ilitiririka kutoka kwenye jeraha, ikichanganyika na maji ya mto. Uso mzuri wa nguva huyo ulikuwa na maumivu. Macho yake, makubwa na yenye kung'aa, yalijaa machozi. Alipomwona Adama, alimnyooshea mkono unaotetemeka. Sauti yake ilikuwa kama maji yanayotirika juu ya mawe, kisha kwa sauti dhaifu sana akimwambia Adama, "Tafadhali, binadamu, tafadhali nisaidie. Chuma hiki mwilini mwangu kinaunguza. Siwezi kujinasua. Jua likichomoza na kunikuta hapa, nitakufa. Naomba msaada wako nami nitakusaidia matatizo yako." Ungemsaidia au ungekimbia? Weka jibu lako la kweli hapo chini kwenye maoni. Hisia ya kwanza ya Adama ilikuwa hofu tupu. Kila hadithi aliyowahi kusikia kuhusu watu wa mtoni ilizungumzia nguvu za samaki hawa na hatari zao. Wangeweza kutimiza matakwa au kukuvuta kwa maneno yao mazuri, ila pia wangeweza kukubariki kwa utajiri au kukulaani kwa wazimu. Wazee walisema kila wakati katika hadithi zao. Lakini Adama aliposimama hapo, akiwa amekwama kati ya hofu na huruma, alitazama ndani ya macho ya nguva, na katika macho hayo aliona kitu. Alitambua maumivu yale ya kukata tamaa, ombi lile lile la huruma, hofu ile ile ya kifo ambayo alikuwa akiiona kwenye macho ya mwanawe Chidi kila siku. "Nitakusaidia," Adama alinong'ona akiweka mtungi wake chini. Macho ya nguva yalipanuka kwa matumaini na kutokuamini kama angepata msaada kwa mwanamke huyo. "Ninajua mateso ninapoyaona na ninaona maumivu unayoyapitia," Adama alijibu. "Na siwezi kukuacha hapa ufe." Adama aliingia kwenye maji pembezoni mwa mto. Yalikuwa maji ya baridi kiasi cha kumfanya apate shida kupumua, lakini alisonga mbele. Mkia wa nguva ulikuwa mzito na wenye nguvu, hata katika hali yake ya kujeruhiwa. Mkuki ulikuwa umepita na kutokezea upande wa pili, cha yake ya chuma ikiwa imezama ndani ya mwili wake. "Hii itauma," Adama alimwambia mapema sana. "Tayari inauma zaidi ya unavyoweza kufikiria," nguva alisema. "Chuma ni sumu kwa aina yetu. Fanya unachopaswa kufanya." Adama alishika mkuki kwa mikono yote miwili. Adama aliweka mguu mmoja sawa ili aweze kuvuta mkuki, na alipovuta mkuki haukutikisika. Alivuta tena kwa nguvu zaidi, akihisi misuli yake ikikaza. Bado hakuna kitu. "Tafadhali," nguva alilia kwa uchungu. "Vuta kwa nguvu zaidi, nitaweza kuvumilia." Kisha Adama alivuta pumzi ndefu kwa muda, akafunga kanga yake mikononi mwake ili apate mshiko mzuri na kuvuta kwa nguvu zote alizojaaliwa na Mwenyezi Mungu. Mara moja mkuki ulichomoka kwa sauti ya kutisha. Nguva alipiga kelele, sauti iliyosikika majini kama radi, ikifanya ndege wa usiku wapate hofu sana na waruke kutoka mitini kwa hofu. Damu nyeusi ilitoka kwa kasi kwenye jeraha la nguva huyo. Lakini Adama hakukimbia. Badala yake alichana kipande cha kanga yake na kufunga kwenye mkia wa nguva, akijaribu kuzuia damu zisitoke kwa wingi zaidi. "Nahitaji kukupeleka mahali salama," Adama alisema. "Nyumbani kwangu si mbali. Ninaweza kukupeleka na kukutunza huko kwa usalama zaidi mpaka upate nafuu." "Utanipeleka nyumbani kwako?" Sauti ya nguva ilikuwa dhaifu sasa, ikififia. "Kwa nini ufanye hivi?" "Kwa sababu ni jambo sahihi kufanya," Adama alisema kwa urahisi. Na kwa hayo alimbeba nguva. Nguva alikuwa ni mzito kama mitungi mitatu iliyojaa maji, na kuanza safari ndefu na ngumu kurudi nyumbani kwake. Mikono ya Adama iliwaka moto kwa uchovu alipokuwa amembeba nguva kupitia njia za giza za kijiji ili asionekane na watu wa hapo. Ilimbidi asimame mara kadhaa kupumzika kutokana na uzito wa nguva huyo. Kila mara nguva alimtazama kwa macho yale yanayong'aa, yakiwa yamejaa mshangao na shukrani. Walipofika kwenye nyumba yake Adama, alimlaza nguva kwenye beseni lake kubwa zaidi nyumbani hapo. Alilijaza beseni hilo na maji, kisha akafunika beseni na kitambaa ili kumficha. Ndani ya nyumba, mtoto wake mgonjwa Chidi alilala kwenye mkeka wake, akiwa dhaifu kiasi cha kutotambua mama yake amerudi. Adama kwa haraka sana alirudi tena mtoni, akachukua maji ya baridi sana yaliyokuwepo pembezoni mwa mto, na kisha akawahi kuja kumkanda mwanaye ili aweze kupunguza joto la mwili wake.
Mara baada ya kumaliza kumkanda na kumuosha vizuri mwili wake, Adama alimlaza tena mwanaye, naye pia akapitiwa na usingizi na kulala usiku huo ambao ulikuwa tulivu, ndege wa angani wakiimba nyimbo zao juu ya miti. Kwa siku 7 zilizofuata, Adama aligawanya muda wake kati ya kumtunza mwanawe na kumponya nguva. Alisaga miti shamba ya uponyaji ambayo mama yake alimfundisha kabla hajafariki miaka 7 nyuma. Adama alitumia majani ya miti itwayo uza kwa kusafisha vidonda, pamoja na majani machungu kwa kupambana na maambukizi ya kwenye kidonda cha nguva. Nguva, ambaye jina lake lilikuwa Neka, alimsimulia Adama hadithi nzuri za ufalme wao uliopo chini kabisa ya kina kirefu cha maji. Hadithi hizo za falme za chini ya maji, majumba yaliyotengenezwa kwa matumbawe na lulu zilimfurahisha sana Adama, na akafurahi kusikia yote hayo. Kwa nini ulikuwa peke yako? Adama aliuliza. Nilikuwa mjinga, Neka alikiri. Nilikuja juu kucheza chini ya mwezi mpevu, lakini mvuvi aliona mkia wangu. Aliogopa, hivyo alirusha mkuki wake, nikakimbia na ukanikuta pale pembezoni mwa mto. Siku baada ya siku kidonda kilianza kupona. Damu nyeusi ikawa nyekundu, kisha ya rangi ya waridi, kisha ikaacha kutoka kabisa. Kufikia siku ya 7, kidonda kilikuwa kimepona kabisa, kikiacha tu kovu lililoanza kupotea taratibu. Wakati huo huo, Chidi alibaki vile vile, dhaifu, mwenye homa, anayefifia. Adama alikuwa akimtazama na kujiuliza ikiwa alikuwa mnyia kutumia muda mwingi kwa mgeni wakati mtoto wake mwenyewe anakufa. Lakini moyo wake ulimwambia hili kuwa muhimu kwake kuwatibu pamoja. Usiku wa 7, balamwezi ilipotokea, Neka alisema, ni wakati huu ni lazima nirudi majini. Adama na Neka waliongozana mtoni gizani hadi mahali walipokutana kwa mara ya kwanza pembezoni mwa mto. Neka alishika mikono ya Adama. Adama, rafiki yangu, Neka alisema. Ulinikuta nikifa na ulikuwa na kila sababu ya kuniacha, lakini hukuniacha, ulinitibu jeraha langu. Uko peke yako, umetelekezwa na mumeo, unapambana kwa kila namna kumuguza mtoto wako. Lakini ulinipa kila kitu. Hii ndio huruma ya kweli. Neka alisema maneno hayo kwa hekima sana. Neka alifunga macho yake na kuanza kuongea kwa lugha ya kale. Maji yalianza kuangaza kwa mwanga mkali sana. Neka alianza kuimba, deni la uhai lazima lilipwe. Uponyaji ulionipa kwangu na urudishe kwako mara 10. Mwanao Chidi ataamka kesho akiwa na afya kama siku aliyozaliwa. Ugonjwa uliomtesa utatoweka. Na wewe Adama, hautapungukiwa na chochote tena maishani mwako. Neka alimwambia Adama kuwa zawadi kubwa zaidi si uponyaji wa mwanawe tu, bali ni kujua kwamba wema wake ulikuwa na maana kubwa sana kwangu. Alipomaliza kusema maneno hayo, Neka alirudi majini na kutoweka. Adama alisimama ukingoni mwa mto kwa muda mrefu akifikiria maneno aliyoambiwa na samaki nguva Neka. Hatimaye aligeuka kuanza safari ya kurudi nyumbani. Alipopiga hatua 10 tu alisikia sauti. Mama, mama? Sauti ilikuwa na nguvu kubwa sana. Adama aliganda kwa mshangao mkubwa. Ilisikika kama sauti ya Chidi ya miaka 3 iliyopita. Aligeuka na kile alichokiona kilifanya magoti yake yalegee. Chidi alikuwa akikimbia kuelekea kwake kwa miguu imara yenye afya. Alikuwa anacheka, sauti ambayo Adama alikuwa amekaribia kusahau, huku akijirusha mikononi mwa mama yake. Mama, niliota ndoto. Mwanamke mrembo alikuja kwangu. Aling'aa kama mbalamwezi. Alisema mama yako ameokoa maisha yangu, sasa mimi namuokoa mwanawe. Adama alianguka magotini huku akimkumbatia mwanawe, akilia kwa furaha. Asante sana Neka kwa zawadi hii, asante sana. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilishangaa kumwona Chidi akicheza na kukimbia. Ilikuwa ni miujiza. Watu walimuuliza Adama nini kilitokea, lakini yeye alitabasamu tu na kusema, nilimsaidia mtu aliyehitaji msaada. Nilionyesha wema kwa mgeni naye akanisaidia. Baraka za ajabu zilianza kumfuata Adama. Mazao yake yalistawi, biashara zake zilifanikiwa na aliondoka kwenye umaskini. Mumewe James alijaribu kurudi katika maisha yake, lakini Adama alimkataa kwa heshima lakini kwa msimamo. Chidi alikuwa akawa mwanaume mwenye nguvu na mwenye huruma. Na kila mwezi mpevu Adama alienda mtoni kutoa shukrani. Hii simulizi inatuuliza swali rahisi. Unapokutana na mtu anayeteseka, mtu tofauti na wewe, utachagua nini? Je, ugeuka pembeni au utakuwa na ujasiri kama Adama wa kumsaidia? Jibu la swali hilo linaweza kubadilisha maisha yako. Ikiwa simulizi hii imegusa moyo wako, na kuomba usisahau kusubscribe na kulike video hii. Usikose simulizi tamu na nzuri zinazoweza kubadilisha mtazamo wako ndani ya jamii kwa kutazama video zetu.